rafiki yangu gavana wa Nairobi, viongozi wote walio hapa na watu wa Mlembe. Chamgei. Chamgei. Wakatako leo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimefurahi sana. Kwanza Sakaja nimefanya vizuri kuja hapa. Ndio nijue historia yako. Na nimekuheshimu. Kwa sababu huyu jamaa aliachwa na mama yake akiwa kama miaka 9. Si ndio? Na amesimama imara na familia yake na mzee akiwa hapa mpaka leo ni gavana wa Nairobi. Sio ni sifa kwa Mwenyezi Mungu jamani. Na nimeambiwa kuna historia mrefu lazima niende niangalie. So nataka niseme nimekuja hapa kwa heshima. Sakaja ni ndugu yangu. Tumejuana kutoka pale nyuma akiwa TNA, sisi tukiwa URP. Tumekuja safari mrefu. Akaenda namna hii leo yeye ni gavana. Lakini kwa heshima kubwa tumekuja hapa kwa sababu ya mama yake mzazi. Na nimefurahi kwa sababu mzee bado hako. Na hii sherehe hata hatungeongea siasa. Kwanza wale wakimbiaji wamemaliza hii maneno. Tungefungia sherehe hapo na tuende nyumbani. Kwa sababu wametupatia historia ya mama na wao wenyewe bado wako hai. Wametuambia vile walikuwa nakimbia. Lakini nataka niseme pongezi sana. Ya mwisho kwa sababu tunaelekea kule Nairobi. Nataka niongezee mambo ya Aladwa. In short, Aladwa, hii Kenya sio ya mtu. Hii Kenya ni ya Wakenya milioni 50. Mtu yoyote ako na haki ya kuchaguliwa katika pembe zote za Kenya. Na unajua ukabila ndio unatusumbua. Na siku ile si wa Kenya tutawacha ukabila kabisa. Tutaenda mbali sana. Mimi nimekuja hapa nikiwa Mkalenjin. Kuna Wakikuyu hapa, kuna kila mtu hapa. Mimi nataka niwaombe, mkitaka tupige marufuku wakora na watu wachache, tujiite kwanza wa Kenya. Tukitoka kujiita wa Kenya, tujiite Waluya tukiwa nyumbani. Lakini sisi wote, hebu kutana na Mkenya kule London, akipata Mturukana ama Mkikuyu ni kama ndugu yake. Lakini tukifika hapa nyumbani tunashikwa na kasumba. Oh, huyu ni Mluya, huyu ni nini? Mimi nataka nikwambie Sakaja, fanya kazi Nairobi. Ungana na viongozi wote. Kiongozi akichaguliwa hata kama ni wa chama gani, bora amechaguliwa na mwananchi. Maneno ya kura unaweka kando, tunafanya kazi kwanza, alafu election ikifika tuanze mambo mengine. Si kweli jamani? Na hiyo ndio inakuwa msimamo yangu. Mimi nasemanga hii maneno ya ukabila hii ya kusema, unajua mimi nasikianga zingine mwingine anasema huyu ni kabila fulani, huyu ni kabila fulani. Kwanza enda uliza mama yako, nani ndio baba yako? Acha kuja kuropoka tu hapa, oh mimi ni kabila fulani. Sisi wote tuheshimu wa mama zetu. Unajua saa zingine tunaropokanga ni kama tunajua maneno na sisi hatujui maneno. Oh, ukiambia kijana wako ni wa fulani, wewe sema ni wa fulani na uende mbele. So hii maneno ya kusema sijui Sakaja ni Mluya, sijui nani ndiye anangefaa kuwa hapo. Mambo ya ukabila tuache jameni. Na wewe Sakaja mimi nakuambia tutakuunga 100%. Na mtu asikutishe, ulichaguliwa. Unajua hii maneno ya kutishana saa yote na ukabila hii kutisha, vitisho ni ya nini? Ama namna gani jameni? Ama nyinyi wale wenyewe mnasemaje? Na mimi naona pia nyinyi mmeanza siasa ya ukabila hapa. Nyinyi mshikane. Nyinyi Waluya sikia. Mshikane pia mkiwa hapa nyumbani. Kama jamii, kama team. Msianza kugawana ati Musalia, sijui Eta, sijui Natambea, sijui nani. Kutanisha hao waambie mshikane. Wakishashikana kiongozi atapatikana. Mnasikia mwingine anasema tawe, mwingine sijui anasema nini, sijui mwingine anasema nini. Nyinyi mtapitwa na basi tena. Mimi naona tu mkisubaa vile mnasubanga tena. Mwenyezi Mungu awabariki, asanteni sana. Asante sana. Mheshimiwa Ali, karibu. Jicho pevu. Haya, nikitambua itifakati zote, nataka kusema amani ya Bwana iwe nanyi. Pia sisi tumesema tuje tuweze kusherekea mama yetu, na nimeweza kujifunza mengi katika kipindi hicho kidogo
nimekuwa hapa. Kwanza nimejua historia ya mama, pili nimejua historia ya gavana, tatu nimejua familia kubwa ya gavana. Hata Livondo waliposimama nilikuwa na mshuku kama ni familia ya gavana. Livondo ni rafiki yangu sana, tumetoka mbali. Sakaja nimemjua wakati nilikuwa mwanahabari na yeye alikuwa akiongoza chama cha TNA. Na wakati huo katika vyombo vya habari Sakaja alikuwa mtu mashuhuri sana. Kumpata ilikuwa ngumu, na wakati mmoja tulimjaribu akatukubalia tuje tumhoji katika hoteli moja kubwa pale Nairobi. Hii hoteli ya Kibaki inaitwaje? Pale kwa Silver Spring. Tukamhoji hapo, mimi nikaona kumbe ni kijana. Na baadaye tukakutana katika bunge la taifa, tukakuwa na yeye katika ile vuguvugu la KYPA. Alikuwa mwenyekiti wetu, ndio alikuwa anatuongoza. Sasa umri wetu